Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdan. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa mara nyingine tena, wapenzi watazamaji, katika kipindi chetu hichi mwangaza wa maisha wenye kuangazia jamii. Leo basi tumetayarisha mada gani? Tumetayarisha mada hii: yasikupati mambo 8 ya wanawake waovu, ewe mwanamke mwema. Yasikupati mambo 8 ya wanawake waovu, ewe mwanamke mwema. Na hayo ni mambo gani ambayo hayapendezi kabisa katika dini yetu, katika imani, katika utu? Tunaanza basi haraka na jambo la kwanza: mwanamke asiyeridhika na mume wake mmoja. Huyo tunaweza kusema ni msiba wa jamii. Mwanamke ni mwenye kuridhika. Mwanamke asiyeridhika na mume wake, hiyo ni laana. Ni laana kabisa kuona mwanamke unatoka nje ya ndoa yako, unakuwa na michepuko. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atuepushe na hayo. Mwanamke ni mwenye kuridhika na ile takrima ambayo Mwenyezi Mungu amkirimu kama mume. Ndoa ni takrima, sio kila mmoja anaipata, na anayeipata kaichezea, wallahi ataulizwa siku ya kiyama kwa yale aliyofanya. Wanawake wengi wamekuwa na tabia za michepuko. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi huu ni msiba katika jamii. Lazima tukumbushane mengi mazuri. Hata kama kuna wenye watachukia, watusamehe, lakini haki lazima tuifikishe, ili na mbele ya Mwenyezi Mungu jitetee nilifikisha. Tuache kisa kama hicho kibaya ambacho hakipendezi. Kuwa na mume wako wa ndoa ukachepuka, ukamuacha, ukaenda kuleta zina. Tukumbuke Mwenyezi Mungu amesema la takrabu zina, wala tusikurubie. Na kuaje kuifanya, ndugu zangu? Tumokopeni Allah. Kitu ninachowahusia, nikihusia nafsi yangu, ni takwa. Tumokopeni Mwenyezi Mungu, na tukumbuke kama kuna kufa na kuulizwa mbele za haki. Kwa kweli hii tabia inachukiza katika imani, inadhalilisha katika utu, na mbele ya Mwenyezi Mungu ina adhabu iumizayo. Tabia gani hiyo? Ya kuwa na michepuko, kuwa na zina hali ya kuwa uko na ndoa yako halali. Haraka tunaenda kwenye jambo la pili kabisa. Jambo la pili ni ule mwanamke ambaye anapenda kazi sana, iko kwenye ofisi, hakumbuki majukumu ya nyumbani. Mume anastahili stara, hawezi kumstiri mume wake, hamfanyii zile haki ambazo anajua kama mwanamke ana haki za kumtendea mume wake, anamdhulumu haki zake. Watoto wana haki kwake yeye mama, waongozwe, wafundishwe, waleleke. Hamna, yeye ni kazi, yuko kwa sioni, yuko ofisini, usimuulize, anaenda asubuhi anarudi jioni. Na wakati mwingine hata mume wake akimhitaji anamwambia nimechoka, sina muda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uko kwenye ndoa, dada yangu, kumbuka jambo limoja: ar-rijali qawwamuna 'ala nisaa. Mwanaume ni kiongozi kwa wanawake, na kile ambacho utaenda kinyume amekuongoza ama kukuomba, ukumbuke kama akichukia unamchukiza Mwenyezi Mungu. Njia ya pepo yetu kwa ume zetu, pamoja na matatizo, pamoja na mitihani, lazima tuwavumilie, tuitafute pepo ya Allah subhana wa ta'ala. Kwa kweli jikumbushe, jikontrol. Yani jifikirie kwa wale ambao unayafanya. Kutupa majukumu ya nyumbani kwako ni jambo ambalo linaumiza. Wengine mnaenda hata kazini, mpaka watoto wa binti wanakuwa wanajiachia hovyo, wanaongea na wanaume, haujui homework. Mtoto ana devoir, haujui hata devoir yake kaifanya vipi. Wewe unakuja umechoka, umelala, hautaki kujua, ni kutafuta tu pesa. Subhanallah, hizi pesa, kila kitu ambacho tunakitafuta kwa kasi tutakiacha. Akhira bal tuuthiruna alhayata aldunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hakika tusiyapende maisha ya duniani sana, na japo ya akhira ndiye mazuri tena yenye kudumu. Kumbuka kama akhira utaulizwa kwa haya yote. Wewe ni mchungaji, utaulizwa kwa watoto ambao unawachunga. Watoto wanakuwa hawana maadili, watoto hawezi hata kutolea mtu salamu, watoto wanakuwa na tabia za maajabu. Sababu gani? Mama hayupo. Muulize kazi tu. Hizi pesa unakimbizana nazo mpaka wapi? Sio vibaya kutafuta,
lakini kumbuka kama na majukumu ya nyumbani yanahitajika, jipe muda wa kuangalia familia, mume na watoto. Itakuwa ni bora kwako. Ni katika kukumbushana tu ndugu yangu. Jambo la 3 bila kukawia, kuna wale wanawake wachafu. Subhanallah. Yani ukiingia ndani kwake shakara bagara, kila kitu hakiko kwenye mstari. Yani ukiingia tu barazani hutamani hata kuomba maji ya kunywa unywe. Al-Islam nadhifu. Hakika Uislamu ni usafi. Tuko wapi kina mama wa Kiislamu? Unaingia jikoni kwa mwanamke mwenzako unasikia hata kichefuchefu. Nzi ndo zinatembea. Mama wa Kiislamu. Kweli? Kumbuka uchafu ni madhara. Kumbuka uchafu unadhalilisha. Kumbuka uchafu unatupa hata mahaba kwa mume wako. Kwa hiyo usafi ni silaha kwa mwanamke. Nyumba inukilia hata marashi. Lakini unakutana mambo yako hovyo. Yani kufajia shida, kukoropa shida. Subhanallah. Tabia hii tupate wanawake. Tabia hii tupate, tumuombe Mwenyezi Mungu kabisa. Tabia ya uchafu haifai kwa mwanamke wote duniani. Jambo la 4 kwa haraka. Mwanamke wa kila siku ni sherehe. Sherehe haziishi kwake. Leo iko kitchen dawa, kesho iko hina party, kesho iko kitchen party, leo iko kwenye sherehe zisizokuwa na maadili. Kila siku yeye ni sherehe. Azime nguo huku, aende huku. Atafute nguo kwa kasi, achukue madeni. Hatulii ndani. Tukumbuke jambo moja, mwanamke mwenye kutulia ndani kwake ametulia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Mwanamke ni wa ndani. Ukitoka kutafuta kwa muda, unarudi kwa muda, unachukua majukumu mengine. Lakini mama wewe ukitoka asubuhi amka mguu barabarani, haupo kabisa. Rudi yako nyumbani ni jioni. Sherehe zisioisha, mambo ya upuuzi yasioisha. Subhanallah. Hebu jitafakari wewe unayofanya kama yanakufaa. Kuwa mwanamke mwenye kujitambua, mwenye kujielewa, tulia ndani kwako. Sherehe ni jambo la kawaida yakikwenda kwa muda wake, sio kila saa, kila mara, kila siku. Mpaka watu wamekuchoka, mpaka watu wanaanza kusema, kwa hii sherehe fulani hata kosa. Haipendezi, sio sifa ya mwanamke wa Kiislamu. Jambo la 5 kabisa bila kukawia, wanawake wenye kupenda kusema uongo na uchonganishi. Maisha yake yeye akiamka asubuhi ni kujifikiria nitaenda kwa nani nimwambie habari za nani. Akikosa habari roho inamhangaika, nende wapi nipate habari za wenzako. Subhanallah. Kumbuka jambo moja, unavyomdhalilisha mwenzako ipo siku utadhalilishwa. Kama tadini tudani. Unachokimfanyia mwenzako iko siku utafanyiwa. Mwenyezi Mungu ametuambia wala tajasas. Tusichunguzane, lakini wewe unaikalia unakosesha amani wa Uislamu kwa kuchunguza. Hata mtu unaenda kumtembelea mtu unakutana macho yanakutoka, unaanza kuchunguza hiki kile ili upate ya kusema. Hiyo sio sifa ya mwanamke. Mwanamke sifa yake ni kukaa kimya na kujua mambo yake. Usitaki kuchunguza ya mwenzako, maana na wewe mwenyewe una aibu zako. Leo umechonganisha waumini hawa, kesho umechonganisha ndoa ya mtu kwa kusema uongo, kesho kutwa umechonganisha warafiki. Wewe kazi yako mwisho umeitwa mchonganishi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ni msiba wa jamii. Tuache mambo haya yasitupate kabisa. Yasitupate, sio mambo mazuri wala hayapendezi katika dini yetu. Jambo la 6, mwanamke asiyejua hata kuwekeza. Akipata kidogo huyo amemaliza. Yani yeye ni nguo, yeye ni kiato, yeye ni hivi, yeye ni vile, hajui hata kitu kinaitwa economy. Mpaka kesho mtoto wake anaumwa, wallahi anaenda kukopa pesa. Hata hata pesa kupeleka mtoto hospitali, alikuwa na 500 zote zimeisha kwenye manguo na viatu. Mtoto ameumwa hana. Mtoto anaomba Minervale ada ya shule. Mtoto anaomba ada ya shule hana hata 5. Anaanza kukopesha na kuhangaika. Hali ya kuwa alikuwa na pesa lakini hajui kuwekeza. Hajui kutafuta maisha ya kesho wanaye. Leo ukifariki watoto wanaanza kuhangaika na kuomba, hali ya kuwa ulikuwa Mwenyezi Mungu anakupa kipato kikubwa. Huyo nao ni msiba mkubwa sana. Kumbuka kama maisha ya mwanadamu ni mipangilio, sio hovyo hovyo. Kila kitu ni administration. Kila kitu ni mpangilio, sio kwenda tu gisi unasikia roho yako inapenda kwenda. Hapana. Unaweza kufurahisha roho yako katika hiyo aina, lakini ukapatia madhara wale ambao utawaacha nyuma yako ukifariki. Kwa hiyo tafakari sana hilo, haipendezi mwanamke asiyejua kujiwekezea akiba. Jambo la 7 kabisa ni wale wanawake ambao subhanallah, matusi.
Mwanamke anaongea maneno machafu mpaka unasema labda huyu karogwa. Anaweza katoka na mume wake chumbani yuko na mtukana hadi barazani, wakaenda mpaka uani, mpaka jirani wakawasikia iko na mfururuza maneno machafu. Subhana malikil kudus. Allahu akbar. Wanawake wema wanaongea maneno makarima. Hata ukiwa na hasira, jua gisi ya kuchuja maneno yako. Unaongea mpaka majirani watu washisema ule ni msemaji. Kutukana matusi mpaka unamtukana mtu matusi, hata wampe maji ya Zamzam ajitoharishe nayo, hayamtoharishi kwa matusi uliyomtukana. Allahu akbar walillahi alhamd. Tabia gani hiyo chafu? Tabia gani hiyo inaumiza? Tabia gani hiyo inakuia maadili? Mwanamke ana sifa ya matusi, haipendezi. Haipendezi mama wa Kiislamu. Kipindi chetu Mwangaza ni kazi ya kuangazia, kukushauri, ukitaka ukubali, ukitaka ukatae, lakini kazi yetu ni kufikisha. Tabia ya mwanamke kutoa matusi mdomo wake haipendezi. Mwambie Mwenyezi Mungu akujalie mdomo wako wenye kumdhikiri na kumshukuru, sio kuongea maneno yasiyofaa. Jambo la 8 katika kuelimisha, wanawake wasiokuwa na ibada. Wanawake wasiomwogopa Mwenyezi Mungu. Wanawake wasiojua hata kumwabudu Allah. Wanasahau kama Mwenyezi Mungu alituumba kwa sababu ya kumwabudu. Wanawake manake wenyewe waambie mambo yao yangine, bize na simu, hata muda wa sala unapita. Subhanallah. We mama wa Kiislamu, ukifa leo utajibu nini mbele ya Mola wako? Ibada hovyo, hautaki hata kuswali. Mtu akushauri, taswali muda wangu bado. Unajipangia muda kweli? Nani aliyejipangia muda naye ujua muda? Acha kucheza na muda wako, mkumbuke Mola wako, fanya ibada, mlilie Mwenyezi Mungu akuhufirie madhambi yako, uende kesho kapata mwisho mwema. Haya mambo ya kukosa kufanya ibada, kukosa kwenda kwenye vikao vya dini usikie mawili matatu, kukosa kuchangia kwa ajili ya dini yako, umejifanya wewe ndio wewe, ujuaji mwingi. Subhanallah. Itakullah. Tumwogopeni Mwenyezi Mungu sote kwa jumla. Tumuombeni Mwenyezi Mungu sote, wanawake atupe mwisho mwema. Atujalie tusiwe miongoni mwa hizi kundi hizi za wanawake 8 ambao hawafai kabisa katika jamii. Mwenyezi Mungu atulinde nao, atuepushe nao. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema, atupe ucha Mungu le thabiti, atupe kauli njema, atufanye kuwa wanawake wema ambao tutafanya mazuri hapa duniani, na kwa huruma wake Allah atupe mazuri akhira inshallah. Sintokuwa na mengi kwa siku ya leo, tukutane tena next week katika kipindi chetu cha Mwangaza. Usisahau kwenda kwenye Mugisha TV, subscribe pale, fuja kile kibutton cha subscribe, sabone. Kisha hapo andika comment ya Mwalimu Aisha, nimesikia kipindi kimenifaa hivi na hivi na hivi. Utakuwa umetisha sana. Na sahau kitu kanaitwa like. Unatia like pale, unatiki, mambo yanazidi kwa mazuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.